الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، أنت يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا ارحم ضعفنا وفك أسرنا وتول أمرنا، واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله معه ولا إله غيره. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii kwenye amri zake. Mafanikio yetu yako katika kufuata utaratibu aliotuwekea Mola wetu, kwa kutekeleza aliotuamrisha na kuacha aliotukataza, na hiyo ndo takwa Allah. Tutakapokosea kwenye mambo haya mawili, tukafanya yale ambayo tumekatazwa, tumemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na tukayawacha yale ambayo tumehimizwa, tutakuwa tumemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutaishi huku tukijiona tunatenda mengi, lakini yakikosa utaratibu tunakuwa tumeharibikiwa kwenye maisha yetu ya milele tunakokwenda. Jambo moja muhimu sana ambalo nataka kwa leo tukumbushane ni kuhusiana na ibada ya sala. Allah amemuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallama, ambaye yeye ndo mwalimu wetu na kiongozi wetu na ndiye kiigizo chetu. Yeye binafsi kaamrishwa kwenye Qur'ani kufanya vizuri kwenye sala, yeye na familia yake kwanza, halafu ndo uhamasishe umma mzima kwenye hilo. Alipomwambia kwenye Qur'ani tukufu, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, ewe mtume waamrishe watu wako. Na tunafahamu neno ahli mara nyingi huwa linatumika kwenye familia. Amri hii waamrishe watu wako iwe ndo mfano kwa watu wengine. Wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uonekane ndo kiigizo kwenye hili. Kwa hiyo watu wake watasoma kwake yeye, na watu wengine watasoma kwa kupitia yeye na watu wake wanavyofanya, yeye na anavyoiendesha familia yake, yeye na familia yake wanavyotekeleza yale mambo ya wajibu ya dini, na watu wengine wawe wanacha kuiga. La nas'aluka rizqa, hatukuulizi kuhusu masala ya riziki.
nahnu narzukuka, sisi ndo tuliopanga tukakadiria na tunakuwekea riziki zako. Maana sisi huwa tuna tabia ya kuona sina nafasi ya kusali, mpaka sasa hivi sijakamilisha chejio, niko kazini kwanza, halafu baadaye nitakapomaliza mauzo ndo nitaenda kusali. Mtume kaambiwa suala la riziki, mapato, uchumi lisiwe kipaumbele kwenye wajibu waliowajibishiwa, na haswa huu ambao umewekewa wakati maalum, kwa sababu Allah amesema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sala kwa waumini, kama wapo hao waumini waelewe sala ni faradhi iliyowekewa nyakati zake maalum. Kwa hiyo adhuhuri isaliwe ndani ya wakati wake wa adhuhuri, la asiri isaliwe ndani ya wakati wake wa la asiri, ndo ilipotengewa hapo. Magharibi isaliwe ndani ya wakati wake wa magharibi, isha isaliwe kwenye wakati wake wa isha, na subhi itekelezwe kwa wakati wake muwafaka. Na ni vizuri na itakuwa ni swala yenye fadhila zaidi ikiwa hiwa mwanzo wa wakati wake. Kwa hiyo suala la kuhangaikia riziki lisiwe kipaumbele likakuzuilia kutekeleza wajibu wako. La nas'aluka rizqa, hatukuhoji kuhusu masala ya riziki. Kwenye kutekeleza wajibu, kutafuta kwako riziki hakuna nafasi, kwa sababu nahnu narzukuka, sisi ndo tuliokadiria riziki zako. Pia Allah akasema mahala pengine, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa na'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Hakuna kiumbe yoyote niliyeumba yuhai juu ya ardhi ila bajeti ya riziki yake ipo kwa Allah, keshatengewa yeye cha kutumia. Sababu anafanya, lakini fungu lake nini anahitajika apate, keshatengewa. Wa na'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, na Allah anasema tunamjua kila kiumbe maisha yake ya kudumu ya milele ya akhira na maisha yake ya mpito ya duniani. Mustaqarrun ni yale maisha ambayo baada ya kuondoka hapa tutakwenda kuyaishi. Huko hakuna mwisho, hakuna majukumu kama yalivyo hapa. Mustauda ni hapa mahala ambapo tumekuja na tutaondoka. Kwa hiyo tupo katika uhai huu, lakini Allah sote anatujua hatima zetu, anatujua nani wa peponi hapa na nani wa motoni kabla hatujafika. Lakini hapa huwa kinathibitika kwa kitendo kile ambacho Allah anakijua, sisi ndo tunathibitisha. Aliyekuwa muovu ule uovu huwa anauthibitisha mwenyewe hapa kwenye maisha haya, na aliyekuwa mwema ule wema huwa hapa ndo anauthibitisha. Alafu tunakokwenda majumuisho yameshafanyika tayari, hisabu ishakamilika, tunaenda kupewa matokeo. Kwa hiyo yale tulioambiwa tuyape umuhimu, tunatakiwa tuyape umuhimu wake, na kufanya hivyo ndio kufanya uzuri kwenye ibada zetu. Waamuru ahlaka bisalati, waamrishe watu wako sala. Wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uwe mfano, ufanye vizuri kwenye jambo hilo ili watu wengine waige kwako. La nas'aluka rizqa, hatukuulizi kuhusu masala ya riziki. Uchumi, mapato hayana nafasi ya kwanza kwenye suala la uwajibikaji. Nahnu narzukuka, sisi ndio tunaokadiria riziki zako. Wal aqibatu litaqwa, elewa mwisho mwema wa hayo maisha yajayo unategemeana na jinsi hapa utakavyofuata utaratibu. Kwa hiyo fuata utaratibu kama unavyoelekezwa, ili baada ya kuja kupewa matokeo yako uwe umepasi. Ukipasi ndo unapata mwisho mwema wa maisha ya akhera. Kwa ndugu zangu katika imani, tunafurahia maisha ya dunia hii na hakuna mtu anapenda kuondoka. Akipata sababu nyemelezi, akihisi hizi huenda zikanipeleka kwenye kifo, kila mtu ni mjanja, anahangaika sana kukwepa mauti. Lakini mauti ni wajibu, na lazima kila mmoja wetu atatekeleza wajibu huo. Tunachopaswa kufanya kwenye uhai huu ni kutayarisha yale mambo ambayo baada ya mauti tunayahitaji yakatufae. Ayuha alikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alqur'anu fasta'idh billahi minash shaitani rrajim.
wa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaan min rabbika ataan hisaba. Rabbi samawati wal ardi wama bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu arruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawaba. Dhalika alyawmul haqq faman shaa ittakhadha ila rabbihi maaba. Inna andharnakum adhaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba. Barakallahu li wa lakum bilqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, tunajifunza kwa kupitia hadithi sharif ambayo ameisimulia sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu aliposema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu. Amali ya mwanzo atakayokwenda kuhesabiwa nayo kila mtu kati yetu siku ya Kiyama, miongoni mwa amali zote alizofanya duniani, inayokaguliwa mwanzo ni swala yake. Kwa ndugu zangu, swala ni ibada muhimu. Swala ni ibada kiongozi. Swala ni kama package au envelope, ndani yake ndo mnaingizwa ibada nyingine. Sasa hichi kibebeo kikiwa kibaya, ibada nyingine zote zinaharibika au zinapotea. Kibebeo kikiwa kizuri, kilichotiwa humo ndani yake kitabaki salama. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi, la mwanzo atakalokwenda kuhisabiwa nalo mja wa Allah miongoni mwetu siku ya Kiyama, katika amali zote alizozifanya, mwanzo inakaguliwa swala yake. Kila mtu zinaangaliwa swala, tena zile za faradhi. Faradhi huwa ni jambo la lazima. Kwa hiyo kila tulilofaradhishiwa hapa duniani, uko mbele kuna ukaguzi, linatakiwa liwe limekamilika. Likikaguliwa liwe ndilo na limekamilika. Kama silo au limeharibika, una deni kwa Allah na malipo yake ni adhabu tu. Kwa hiyo inayokaguliwa mwanzo ni sala. Fa in wujidat salahat, ikikutikana sala ya mtu nzuri imetengenea, qubilat wasairu amalihi, zitakubaliwa na amali nyingine. Mujarradi wa kwamba sala iko vizuri inaashiria kwamba na amali nyingine ziko vizuri. Wa in wujidat fasadat, katika ukaguzi huo sala ikikutikana mbovu, imeharibika, ruddat wasairu amalihi, zitakataliwa na amali nyingine zote zitakuwa ni mbovu. Kwa ndio maana nikasema swala ni kama kifungashio. Swala ndiyo kielelezo cha kusibu kwa mambo mengine. Kuna mambo mawili yamezungumzwa hapo. In wujidat salahat, ikikutikana iko sawa